kuanza kuwaambia malimbukeni, yametoka nchi jirani. Vijana tokeni. Tumejaribu maandamano ya amani jana, imeshindikana, tumefungiwa ndani. Sasa nini tufanye? Dunia imeona. Mmemsikia na huyo dada ameenda leo kwenye mahakama ya kimataifa. Huyo dada Juju ameenda, amekutana na yule hakimu yule Tonoko sijui nani, akamwambia mambo ni mazuri, kesi iko vizuri, na tumeona na leo namna mlivyofungiwa, yani jana. Kwa hiyo nao tumeiunganisha. Kwa hiyo mambo ni mazuri, hii kitu tutaifanyia kazi. Wamemwambia, amesema atatutumia hiyo voice, ameongea na yule hakimu. Hizi zote tunapambaniwa na dunia, sisi tunapambaniwa na dunia sasa hivi. Niwaambie ukweli, 85% ya Watanzania hawaitaki CCM. 85% ya Watanzania hawaitaki CCM. Hawa mnaowaona machawa wote ni 15% tu. Ni 15% tu hawa machawa ndio mnaoona wanasumbua, au ma CCM au mabunge na haya yaliyolishwa masanima, ni 15% tu. CCM haitakiwi mpaka vijijini, saizi wameshaichukia. Ni kwamba wanalazimisha kukaa kwa mamitutu. Ndio maana rais aliapishwa na majeshi. Upande wa uraiani hamna anayemtaka rais, hamna anayemtaka mbunge aina yoyote. Ni hile tu wanalazimisha kwa nguvu, na kitu kinachowatisha na kitu kinachowafanya wanaogopa, watafunguliwa kesi. Wakitoka watafunguliwa kesi, watanyongwa. Hiyo haina tochi. Haina tochi. Kama wanavyotutafuta sisi kutuua, na wao wanatafutwa hivyo hivyo na Watanzania, endapo tutakuwa kuna demokrasi. Kukiwa na demokrasi, na wenyewe wataviziwa wauliwe, kama wanavyotuvizia sisi tunaowafundisha Watanzania namna gani wawe wazalendo. Sisi tunafundisha namna gani watu wawe wazalendo. Tokeni kwa wingi, mtoke kwa wingi, mpigiane simu. Mpigiane simu, ile nchi ni yetu wote. Hawawezi saizi wakasubutu kutoa bastola wakawapiga. Hakuna. Hamna atakaye wapiga saizi. Waandishi wa habari wamesema hawatatoka mpaka sisi wenyewe tuseme sasa basi. Tusikubali. Na ninawaombeni wote mliopo hapa, marufuku kwenda kusikiliza live ambayo zinawapinga nyie. Usisikilize, msiende. Nakuta mtu mmoja peke yake, unahangaika nini kujibishana na mabumunda? Mnaenda kutafuta nini? Umeshaona kabisa unaobishana nao wana ubongo wa panzi. Unaobishana nao wana ubongo wa panzi. Wanafikiria tu yale matumbo yao tu. Likisha shiba bumunda, alikumbuki tena maisha mengine ya baadaye. Msiende kubishana nayo. Hayo naofungua live yote ni mabumunda. Yanawaza kushiba tu. Likisha shiba tu linaona CCM ni nzuri. Alijui future. Lile neno future kwake ni bovu kabisa. Ajui maana ya lile neno. Lenyewe likisha shiba tu na likisha weka wigi la plastiki, limeona limemaliza. Mama mitano tena. Alijui future. Alijui kama hivi watoto wake watakuja kuishije mbele. Alifikirii. Msiyasikilize hayo malaivu. Nimejaribu kuwachunguza watu mnaukaa hapa. Nimewakuta mnabishana mpaka mishipa mnabishana na mabumunda. Tena mabumunda yasiyokuwa na sukari. Mnabishana nayo ya nini? Mtu yoyote aliyenyooka utamjua katika uzungumzaji. Mnamsikia mama Tibaijuka amenyooka. Mama Teri amenyooka. Sheponda amenyooka. Faza Kitima awapindishi. Na yule Faza Bagonza awapindishi. Na nimemsikia shehe mwingine leo anaongea, awapindishi wala kona hawana. Tena kuna shehe mmoja leo mpaka amesema nyewe mnaopigaga makelele ya dini. Nimemsikiliza shehe mmoja ameongea vizuri kweli. Anasema nyewe mnaosikiliza mambo ya dini marufuku kuongea si Ukristo na Uislamu, ni upumbavu. Kumbe hata mtume alishaga maliza kabisa biashara. Mtume alishaga maliza kabisa biashara ya Ukristo na Uislamu. Kumbe nimeona haya moja imesomwa leo na shehe mmoja. Inasema hivi: maadui wakubwa wa Uislamu ni Mayahudi.
na walio karibu na Uislamu ni manaswara, walio karibu na sisi ni manaswara. Ukishuka kwenye ufafanuzi kwenye Qur'ani, neno naswara ni Wakristo. Kumbe Mtume alishalimaliza kabisa haya maugomvi. Ndio maana nawaambia yale mashehe yanatafuta tende na arua, yanatafuta tende na arua, tuzipelekwe misikitini, basi linasema ayu upumbavu, tusisikilize. Nimeisikiliza hiyo aya, sikumbuki ni ngapi, lakini nimesikiliza shehe mmoja naelezea vizuri. Siko sana huko, nilikuwa nataka niwaeleze tu kwamba kumbe Mtume alishaga maliza huu ugomvi zamani. Haya yanatunisha misuli, ni majinga, ni mabumunda, mashehe ubwabwa tu. Kumbe ipo kabisa sura ambayo ilishamaliza huu ugomvi. Tunaongea mambo ya kijinga. Tutoke sasa hivi, na kesho tutoke tena, na kesho kutwa tutoke, Jumamosi tutoke, tupumzike Jumapili tu, tukitoka Jumatatu toka tena, Jumanne tupo, tutaparalyze mpaka watakuja wataongea. Kila siku mnanisikia majenzi, kila siku, na siku wakijichanganya hizi mechi za Yanga na Simba, jamani, pigianeni simu, haile lile bu linaanziwa pale. Na kitu kingine, ngoja niwakumbushe, kuna story moja ya Georgia, kati ya Georgia au Belarus, kuna nchi twa vishoka huko, twa Yugoslavia leo bomoka kule, wenyewe tunaishi kama bongo tu, marais ya kule ni dikteta tu. Kuna kanchi kamoja nadhani miaka kama 5 iliyopita au 6 huko, hivi kama Samuya hawataki kutoka, kula za wizi na nini. Sasa unajua walimuondoaje? Walijichanganya, majenzi walijichanganya kwenye hotuba zile za kama mama anahutubia sehemu, majenzi wakajichanganya mle, wakaanza kulisha sumu wale wanaomsikiliza mama. Umeona, walimtoa kwa njia hiyo. Yaani kwa mfano mama anahutubia si wapi, si wewe Dar es Salaam nini, si nyomi linakuja, jenzi nayo yanaenda kwenye ule mkutano, jenzi za kutosha, jenzi zilienda za kutosha, zikaenda na vipeperushi gawa vipeperushi sana. Baadaye walimgeuka pale yule rais pale wakamuondoa madarakani.